Mimi nikifungua tu TV nione deliverance natoa mara moja. Ni kwa sababu sina haja na sarakasi. Niko na haja na watu wanaohubiri injili ya ufufuo na uzima. Kuna haja gani ya nikuje niombe kiwete aamuke na amalizie jehanamu? Kuna faida gani ya kuja nikukoboe pepo chafu alafu unaishi maisha yako ya kawaida unaelekea jehanamu? Kuna faida gani ya kuhubiria kanisa mambo ya deliverance heri kwamba wao wenyewe ni masikini wa neno la Mungu? Bwana asifiwe sana. Kuna mambo ambayo sikuambiwa na wachungaji wakati niliokoka, ya kwamba safari ni ngumu sana. Waliniambia Bwana atakuongoza. Ni kama jinsi Mungu aliambia Musa, pale ndio unaenda Kanani, na akaambia Yoshua, lakini hakuambia pale mbele ukijite hali ya wewe. Mambo ambayo utapatana nayo hapa yatakuwa magumu na mazito. Wokovu niliambiwa mbinguni, lakini sikuambiwa kutoka mbinguni mpaka hapa nitakutana na mambo gani. Dunia hawaja kujua. Dunia inang'ang'ana. Nimeona watu wameng'ang'ana mpaka wengine wameona kung'ang'ana haitatosha, wanatoa watoto wao, wanawatoa kama makafara, sababu wanataka utajiri kuwe kwao. Wanang'ang'ana wakifikiria ni hivyo. Wanakuja wanaambiwa bado nataka ulete nyanya, wanaambiwa bado nataka ulete ndugu yako. Watu wametoa vitu zao, wameng'ang'ana wakitafuta kuishi vizuri, sababu wanafikiria kawaida itafanya kazi. Lakini kuna milango ilifungwa, milango ya kawaida Mungu alifunga kitambo sana. Wale watu ambao watasurvive ni wale ambao wamegundua ya kwamba kuna mlango wa neema ambao Mungu amewafungua. Mlango wa adha. Acha niingie katika neno. Naomba Mungu anisaidie kuhubiri kwa dakika chache iwezekanavyo, kwa sababu sana mimi ni mwinjilisti. Siku chache ambazo nimekuwa katika wokovu, nimepata watu wakisema kwamba kule hede ya idhero, hede yake, hede meruka, diamenya kahede kaukeli ruoneke. Lakini kuna wakati wa idhero na ihinda rya kahede meruka. Nimekuja nikitafakari wakati nilikuwa nakuja kanisani, vile nimetembea katika safari ya imani, na vile tulianza safari hii tukiwa wengi. Na hata kuna wengine ambao nilialikwa kanisani hapa nikuje nihubiri, tulihubiri na wao. Wengine tulikuwa tunaalikwa mikutano ya nje, mpaka na Pastor Cecilia, tumehubiri na wao sana. Lakini wakati ninaangalia nyuma siwaoni, sababu wengi tulianza safari, lakini katikati ya safari wameanza kupungukiwa, wameanza kukata tamaa, wameanza kugairi. Mpaka mwenyewe nikajiuliza wakati nilikuwa nakuja kanisani, naweza kuwa pia niko kanisani, lakini pia jina langu laweza kuwa lilitolewa kitambo katika kitabu cha uzima. Sababu kuja kanisani sio tosha. Wale wanaweza kuwa walikata kauli wakasema sitakuwa naenda kanisani, na wakaachana na injili ya ufufuo na uzima. Lakini inaweza kuwa mimi bado niko kanisani, lakini jina langu limeondolewa. Kwa sababu jambo la maana sana kwa waliookoka sio kuja kanisani. Jambo la maana sana ni kudumisha jina lako katika kitabu cha uzima. Yesu aliambia mitume, ukisoma katika Luka sura ya 10 mstari wa 20, ya kwamba msifurahi kwa miujiza, sababu makanisa yamejaa miujiza. Ukiangalia kwa televisheni no koma turaruta, no andu wa kiroho tureka deliverance, mpaka unashindwa mtu wa kiroho anafanywa deliverance ya nini? Na maandiko yanasema wakati tuliamini Yesu ya kwamba tulihamishwa tukatolewa katika ufalme wa giza, tukaingizwa katika ufalme wa mwanae anayempenda sana, na ni katika yeye tumepata wokovu. Unashindwa pahali Yesu anapoishi, hizi zingine pepo zinakaa wapi? Mimi nikifungua tu TV nione deliverance natoa mara moja.
Ni kwa sababu sina haja na sarakasi. Niko na haja na watu wanaohubiri injili ya ufufuo na uzima. Kuna haja gani ya nikuje niombe kiwete aamuke na amalizie jehanamu? Kuna faida gani ya kuja nikukoboe pepo chafu alafu unaishi maisha yako ya kawaida unaelekea jehanamu? Kuna faida gani ya kuhubiria kanisa mambo ya deliverance heri kwamba wao wenyewe ni masikini wa neno la Mungu? Bwana asifiwe sana. Kuna mambo ambayo sikuambiwa na wachungaji wakati niliokoka, ya kwamba safari ni ngumu sana. Waliniambia Bwana atakuongoza. Ni kama jinsi Mungu aliambia Musa, pale ndio unaenda Kanani, na akaambia Yoshua, lakini hakuambia pale mbele ukinyete hali ya we. Mambo ambayo utapatana nayo hapa yatakuwa mangumu na mazito. Wokovu niliambiwa mbinguni, lakini sikuambiwa kutoka mbinguni mpaka hapa nitakutana na mambo gani. Haleluya. Nakaa kama mtu ambaye alipanda basi pale bus station akielekea Kisumu, na makaga akamwambia hii ni mpya, ni Scania, hata haisikii mlima, wewe unakaa ndani, lakini Mungu akusaidie upite Nakuru. Mungu akusaidie upite Bantu Forest. Kuna watu walianzia town wakaenda mpaka wakasimama Nakuru wakakunywa chai na chips, lakini hawakujua kwamba hawatafika Eldoret. Bantu Forest ndio stage ya mwisho. Haleluya. Dereva alikuwa makini, lakini hawakuambiwa ya kwamba kuna wengine barabarani walevi, don't care, ambao watatafuta basi yako. Usipokaa mwangalivu watakuingiza katika majuto ambao hamtaweza kujitolea. Ni wangapi hawakufika Eldoret na safari walianza vizuri? Haleluya. Na maanisha ni wangapi tumeanza wokovu na wao? Ndio nilikuwa naangalia. Tukaanza na wao mpaka wengine tukaona ndio vigogo wa kanisa, lakini saa hii ukiwatazama hauwaoni. Wengine walichukua vifaa wakaenda wakatudanganya. Roho ni adu wa Ngai. Niturakira Ngai kigongona mukajia magathi. Nitoko uje itora. Magacokanereria makagura mashini magathi. Na watu mlikuwa mnawatazamia ndio watakaye inua huduma, wanainuka wanaenda. Ni kwa sababu tunaweza kuwa tumeanza safari. Kuanza safari sio jambo la maana. Kumalizia safari ni kuwa kwena fata. Ihoya riria ndina ryo wapendwa, ti kanitha wa Ngai we ihule, Ngai andeithie kurikia. Ngai atuteithie kurikia. Haleluya. Kulidumisha jina kanisani. Jina lako likae katika kitabu cha uzima kule mbinguni. Tumalizie vizuri. Haleluya. Ni kweli tunafungua mikutano, ona sako nyigesha kanitha zinafanya vizuri sana. Watu wa Mungu amewapa neema. Kuna pahali tumefika, saa hii sio wakati tulikuwa tunasubuka nitakula nini. Hiyo iliisha kitabu. Mtu anakula ile kitu anataka. Sio wakati tulikuwa tunauliza, ushuhuda ulikuwa ni kiatu. Saa hii ushuhuda sio kiatu. Saa hii ni kuchagua utavaa gani. Saa hii sio wakati ulikuwa navaa ka gate. Gate inakaa hii mlango. Saa hii gate inaingia gari 2, gari 3. Shida sio utajiri. Shida ni kudumisha majina katika kitabu cha uzima. Ngai tu arotuteithia kurekia wega wapendwa. Arotuteithia guturia maretwa thini wa ibuku ria muoyo. Haleluya. Ni heri hapa tukose kuona miujiza, lakini tuhakikishe wote tumefika mbinguni. Mungu anisaidie dakika 20 niwe nimemaliza. Fungua nami katika kitabu cha Yohana sura ni 5. Naamini tuko pale. Baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akawakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao walipooza wakigoja maji achemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akajibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa,
ile wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine ushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Tafikisha hapo. Kichwa cha ujumbe wangu leo ni wakati kawaida inapokataa kufanya kazi. Wakati kawaida inapokataa kufanya kazi. Nilikuwa nasoma kwa sababu nimesoma kiasi nginye form 4. Kule 1905 Uingereza, Southampton. Kulikuwa na safari ambao walikuwa wanaikata kutoka Uingereza kwenda kule Umarekani. Na walikuwa wanatumia mashua kupita mahali pale. Kwa hivyo siku moja matajiri wakakuja pamoja. Wakasemezana wakasema ya kwamba hii safari imekuwa fupi, lakini tungependa tuitembee kwa utaratibu na starehe. Tumagia besha ni goma kwa maana. Taka tutembee hii safari kwa utaratibu na ustarehe. Mmoja ambaye alikuwa anaitwa Andrew Thompson akasema tutengeneze mashua moja ya kifahari. Ndani tuweke vitanda, pool table, swimming pool, mamkuli masafi. Ya kwamba unatembea kwa ustarehe wa hali ya juu. Na wakaanza hiyo kazi 1909. Wakaifanya kwa miaka 3. Wakatengeneza merikabu moja ambayo ilikuwa ya kifahari sana 1909. Ati ule masikini ambaye angeingia pale alikuwa anaingia na 20,000. Giritu edi 1909. Sio ni mugoda. Yale ginya gari, yale nyumba njega, ginya ni urashetie, giritu edi 1909. Hiyo ilikuwa ni pesa. Sijui kama ingepatikana, ingekuwa kwa budget ya serikali. Lakini masikini wa wakati huo alikuwa anaingia economy class 20,000. Na wakaingia wakati walikuwa wana lounge hiyo meli. Wale wakubwa wote wakakuja more than 100,000 kuona tu kitu kama hiyo haikuwa imewahi onekana. Walikuwa wanatembea wanarudi, wanatembea wanarudi na tumashua hafifu. Lakini yule ambaye aliongea siku hiyo mwenye anaitwa Andrew Thompson akasema hii tumetengeneza leo inaitwa the unsinkable. Hakuna mtu anaweza kuifanya izame. Na sio hivyo tu, akaambia matajiri wote anataka kuwaashua even God himself hawezi kufanya hii izame. Na wakaipea jina Titanic. Wasomi ambao tulisoma wakati tu iliondoka ilibeba watu 3,000 matajiri mahetu assurance ya kwamba tunaenda na tunafika, sababu ilikuwa ni desturi yao kawaida kwenda Uingereza kurudi Umarekani, kwenda Uingereza kurudi Umarekani. Siku hiyo Mungu akawaambia leo hiyo kawaida haitafanya kazi. Kwa hivyo walikuwa wanaamini tunarudi, lakini wakati walikuwa katikati, wengine wanasema nilisikia mlipuko, wengine wanasema iligonga, lakini kwa yote ilizama. Watu 1,500 hakuna aliyetokea. Na ninadhani socially itanga. Na bahati baya athuri kayaroto igwira athuri merirwo mugoje wa mama na watoto kwanza waingie kwa boti inaitwa safe boat ile ya kuokoa wa mama na watoto. Wa mama na watoto watagulie, wazee tugoje kufa kiume. Anini ingiaregire hau agikuwa tewe hapo ni tungangane. Na unajua wasomi wanasema ukiingia kwa Atlantic within dakika 10 umekufa tayari. Maji yako ice level. Kwa hivyo hata ukiingia, hata kama unajua kuswim, hautafanya kazi. Kawaida ukataa kufanya kazi. Hapa tunaambiwa mambo ya mzee. Bwana asifiwe sana. Ambaye alikuwa na hizi katika kizima kimoja, na maandiko inasema ilikuwa katika rango adaba tidhomaga hau katika rango la kondoo. Na pale ndani palikuwa na matao, sio manyumba, matao, mauna madhono, makaneti yo uguo, matao. Sababu hiyo rango la kondoo, hiyo kizima kazi yake haikuwa kuponya watu peke yake. Ilikuwa ni kiziwa ambacho kondoo na mbuzi na ngamia zilikuwa zinakuja kunywa maji kila siku hapo ndani. Na hapo ndani pamejengewa matao 5, watu ambao walikuwa na ugonjwa tofauti. Na hapo ndio walikuwa wanang'ang'ana kuingia pahali pa aibu. Kaitwa rogoshwa. Sio ati ni kisima ilikuwa imeoshwa inagojea wagonjwa waingie ndani, hapana.
ni pahali huko unabeberezwa, either uingie ama ukae na ugonjwa wako, as long as buzi na ng'ombe na ngamia zimekunywa maji na zimechafua. Malaika akichimbua, ingia ndani upone. Na acha nikwambie, kuna watu walitembea safari ya kwanza wakiwa na ugonjwa, wakapona na wakaenda nyumbani. Labda na wakarudi safari ya pili, wakapona na wakaenda nyumbani. Wengine wakapeleka nyanya yao akapona, baba yao akapona. Kwa wao kupeleka mtu kisimani Bethsaida ilikuwa ni kawaida. Mtu anaingia pale miezi 6, miezi 5, yeye anapona. Lakini tunaambiwa historia ya mzee hapa ambaye kwake kawaida haikufanya nini? Haikufanya kazi. Yeye anashangaa, bona wengine wanaingia hapa wanafaulu, wanafaulu. Ni kwa sababu kuna wakati maisha ya mwanadamu kawaida inakataa kufanya kazi. Na mimi mwenyewe nimeona pahali wengine walifaulu vizuri, lakini wengine kawaida ikakataa. Unajua watu wanadhani kukaa kwa doa ni kawaida, ya kwamba unaoa vizuri, unapewa watoto wazuri, wamekuwa na nguvu, unafikiria ni kawaida. Lakini kuna wao ambao waliingia wakajaribu hiyo kawaida pahali wengine wanafanya bila kung'ang'ana, lakini kwao kawaida ikakataa. Mimi nilikuwa mmoja wa waathiriwa ambao nilikuwa naona doa za wengine zinafanya kazi, lakini ya kwetu haikufanya. Mama alipulizwa mapema kwa 5, akafungwa na virago, akasukumwa. Mpaka nikajiuliza, watoto wengine wamebaki wakikibiria mababa zao, wanatoa mikate kwa baisikeli, hakukuwa bodaboda, wanatoa mikate kwa baisikeli, wanakula vizuri. Lakini nimepulizwa pahali umeenda kukaa siku ya kwanza, ukiogea neighbor ni waracokia gutigothiaga oguo toro ni araigua ni rufao na yuko na masimo nginya oguo mwahoria tawa ni murona kwao. Kwa hivyo mnaongea kwa utaratibu. Ni pahali ambapo nyakati hiyo kunguni ikianzia na bafo, jana ilikula huko, leo inakula huku, na hata wakati wa kuziua hamungeua kwenu peke yake, mwetanaga buroti turasiuraga umuthi. Na wacha nikwambie, unaweza kuwa wewe hauko hapo, lakini kuna mwingine yako hapo. Yeye anaona kwa wengine kawaida inafanya kazi, lakini kwako kawaida haifanyi. Watu wanaingia katika mahusiano, mtu anaona mpaka anang'ang'aniwa na mahusiano, mpaka anashindwa, kwa hawa wote wasichana nitaoa nani? Mwingine pahali mwingine anakuambia hii ani kawaida, nie makrogo thekaga uguo makona magego horo cio ngarikia. Lakini mwingine mpaka anakuuliza nitaanza wapi? Kwake kawaida haifanyi kazi, lakini kwa wengine ni rahisi. Wewe huoni watu wanasomesha watoto, unasomesha wao, wanakuja tu namba moja. Wengine tabia mzuri, ginye mwanake ni arugaga ukanadha keno heto mwana ke form 4 na ni arugaga. Wengine anatoka form 4 anaweka tunywele. Ukijaribu kumtafuta unampata kwa bangi. Wengine unaona tu watoto wao wanaenda vizuri, wako wa kwanza aliendea kwa bangi, wa pili ameishia kwa pombe. Wengine kwao ni kawaida, mpaka unashindwa kwani hawa walilea namna gani? Kwako kawaida haifanyagi kazi. Ekati kwa doagai. Kuna pahali wengine wanaona wanainuka, wanasoma mara moja, mtu anatoka shule ni kama alikuwa atoke shule aingie kazi. Wewe unasoma, na hata sio kusoma kidogo, kusoma. Unasoma na ugacoka kuorege, ugathoma degree ya mbere, ukagirege, ukagira masters. Wenye mlianza na wao wameanza kununua ploti na kujenga. Unasoma, wanaoa. Unasoma, wanaanza kuigiria pesa. Wewe bado unasoma na unatafuta kazi. Odo kadhake. Kawaida kwako imefungwa, haifanyi kazi. Na wengine wanaamuka tu wanaona kwao kawaida inafanya kazi. Mudhani guahanaga. Alikuwa anaona tu watu anakuja sikubiri miaka 38. Hede derahe tokiria hau. Wathaka na miaka yode nayo. Derahe tokiria hau, nediramenya muthuri ucio. Alipitia na miaka 38 watu wamekuja, wameoa, wameenda. Wametafuta mali, wameenda. 38 unakaa hapa kila siku unahesabu yule jamaa tulikuwa naye ndio huyo ameleta mifugo, imekunywa maji, imeenda nyumbani.
Watu ambao mlikuwa mmezaliwa na wao, wameleta ndugu yao, wamempeleka nyumbani, na alikuwa ameletwa na bibi na watoto 5, na ako pale hata hajaoa. Ndoga zake kwake anashindwa, mbona kwa wengine kawaida inafanya kazi na kwangu haifanyi kazi? Alikuwa huyu mzee. Lakini siku hiyo jibu ikakuja. Kwa nini kawaida ikataifanyagi kazi? Siku hiyo ndio jibu ilikuja. Ikaambiwa kuna sababu 2 ambazo zinafanya kawaida isifanye kazi. Jambo la kwanza ni sababu hali yako si ya kawaida. Nyono waigua huo. Maisha yao yamewekwa kando ndio Mungu apate kusifiwe kwa maisha yao. Na ndio unasikia maandiko, siku moja watu waliuliza Yesu, kati ya huyu na mazazi ni nani aliyekosea ndiye yeye apate kuzaliwa akiwa kipofu? Yesu alimwambia wachaneni na yeye. Huyu alizaliwa akiwa na hiyo shida, ndiposa hiyo siku Mungu apate kusifiwa kwa hali hii. Kuna watu ambao hali zao ni za kutengeneza ushuhuda, watu wajue kwamba kuna Mungu anayeweza. Haleluya. Wakati mama alipulizwa huwa akatoka nje, Mungu akampa neema. Hata kwetu ukitembea saa hii utajiri wa kwake adogana pakini. Walifikiria wacha tuone, na unasidikishwa na maneno tutaona, utaenda mfaka wapi? Naye Mungu akasema mimi ndiye mama, mimi ndiye baba, nitawashughulikia. Unajua Mungu ndio mume wa wajane, baba wa yatima. Anasema nyinyi ngojeni mtaona, na kweli mtashuhudia. Na nikioma hii damari ya kuhoya tukahoera dho ikue. Wacha waishi ndio waone vile Mungu anavyokufanyia mambo ya ukarimu na ya neema. Bwana asifiwe sana. Maisha yao yanawekwa pale sababu hali zao sio za kawaida. Wanafikiria Ibrahimu alisikia namna gani? Vijana tu wanaoa, wanazaa, wanazaa. Vijana wao wamekomaa, bado uko pale. Hiyo ni aibu. Sababu ndio wakati unatafuta mali. Na hakuna kitu kingumu, mumetafuta mali, mumepika ugali. Hata saa hii mama yangu na ako peke yake, ndaruga kagima ya mundu umwe. Anapikaga ugali sababu anajua nisipoingia kuna vijana 7 watakuja na watashabulia hiyo ugali. Ya damolili ugatika kwa ugali. Gedha nikihana. Sabasi arugaga anapika mpaka 10 na sababu nikipita lazima nipitie na bili. Ndiye ndio hata appetite no ginya. Oginya igere. Huwa ni kusema yeye bado akiwa peke yake na anapika. Nataka uniambie Ibrahimu miaka 90 wanapika 2, wanakula 2, mpaka wanapika mmoja akisema hataki, mwingine anasema sikuli. Maisha ngumu, lakini kwa yote Mungu alizungusha. Juhali ya Ibrahimu haikuwa ya kawaida. Mungu alikuwa na adaa, sababu kuna hali za watu ambazo Mungu ameziweka sababu sio za kawaida, kama ya huyu mzee. Jambo la pili ni wakati watu wamekosa kujua ate siku ya kizima kuchibuliwa ilikuwa imepitwa na wakati. Adome tagerero gethima na matiamenyaga mwana gethima guku. Walikuwa wanangojea buzi zikunywe na maji yachimbuliwe, lakini hawakuwa wanajua hiyo mlango tayari imefungwa. Mwenye kuchimbua kizima amekuja mwenyewe kushughulikia, na amefungua mlango ingine, wacha ile ya mbuzi, amefungua mlango ya neema. Haleluya. Na ukiona ya kwamba mlango ya kawaida inakataa kufanya kazi, ni kwa sababu kuna mlango ingine tunafaa kuingilia, na ndio mlango ya neema. Haleluya. Na unapata watu bado wanang'ang'ana na mlango ya kawaida bila kuwa na ufahamu kwa mlango wa neema. Maundu matatu mama inafuata muthenya wa muthi umenye ya kwamba wakati huyo walikuwa wanang'ang'ana. Maandiko ilikuwa inasema aliyekuwa anaingia wa kwanza, sio wa pili, wa kwanza. Tuko hivi, na kunasemekana kwamba hapa chini kumechimbuliwa tu shimo kidogo, na pamesemekana mwenye ataingia wa kwanza. Je, kama unaona mwenye ataingia wa kwanza na achukue kutoka siku hiyo, ndo kama heka utoka nini, umasikini yake imeisha. Hivyo ni kumaanisha ya kwamba the government of Kenya will take care of you, na iwekwe pale na muambiwe nyote muende kwa ukuta,
na wa kwanza tu mmoja atakayechukua hiyo, shida yake imeisha. Wacha nikwambie, unaona watu ni wanyonge, ndio unajua siku hiyo mnyonge ni wewe. Unasema watu hawataki utajiri, wanataka ya mbinguni. Siku hiyo ndio utajua wewe ndio unataka ya mbinguni. Watu wanatamani hiyo utajiri, na tuambiwe on to a max, get set, go. Unafikira wa kwanza ni nani? Ogesiria wa bereno na mtu ugateli mwenye unamuona ni kama hata kuwa wa kwanza, utapata ndio wa kwanza pale, sababu atakuwa anajua hii nikiipata leo. Unajua watu wanaangalia wanaona watu ni wavivu. Watu sio wavivu, shida yake itaishia pale. Hawa wazee mera goguo, ile kungangana ilikuwa pale, ni kwa neema uingie. Na ukiingiza tu mguu mambo yako imeshughulikiwa. Hapa ilikuwa hivyo, ilikuwa mambo ya kungangana. Yesu akakuja akasema nimefunga mlango wa kungangana, na nimefungua mlango wa neema. Mpendo, acha nikwambie, dunia inangangana. Hawaja gundua siri. Dunia inangangana. Nimeona watu wakingangana, wamengangana. Mpaka wengine wameona kungangana haijatosha, wanatoa watoto wao. Wanawatoa kama makafara. Sababu wanataka utajiri kuwe kwao. Wanangangana wakifikiria ni hivyo. Wanakuja wanaambiwa bado nataka ulete nyanya. Wanaambiwa bado nataka ulete ndugu yako. Watu wametoa vitu zao, wamengangana wakitafuta kuishi vizuri. Sababu wanafikiria kawaida itafanya kazi, lakini kuna milango ilifungwa. Milango ya kawaida Mungu alifunga kitambo sana. Wale watu ambao watasurvive ni wale ambao wamegundua ya kwamba kuna mlango wa neema ambao Mungu amewafungua. Mlango wadha. Mali mlango wadha wapendwa. Hiyo tuli hado alekea mwini wa Bwana igire, ndio tumemerera madha. Bwana asifiwe sana. Na kama we hauna ushuhuda, angalia nyuma ndio utajua kweli hapa ni neema, si kusoma. Yeno nedha. Bali Mungu amekuwekelea hata wasomi hawajafika pale. Hapa ni neema. Supervisor. Wako raga una supervise, wewe mwenyewe umekaa pale una supervise na githongo dowe. Na mwenye anakuja anaongea Kizungu na dole nakio. None Mungu amekupa neema ya kwamba amekuinua, amekuwekelea mahali fulani. Anakuambia angalia hapa ni kwa sababu ya neema. Wanajua kuna wasomi wangapi ambao hawajafika pahali Mungu amekuwekelea? Wanajua ni wangapi ambao hawalali usingizi? Madhire. Unajua ni wangapi ambao mtu anaamuka asubuhi, anakaa nyumba ni ya kifahari lakini analia asubuhi, akijua ya kwamba hii utajiri yote haina mwenyewe. Wakati tu nitaanguka, naenda nayo. Unafikiria ni wangapi? Sababu walingangana kapitia kawaida. Hawakujua ya kwamba haya mambo yote wapendwa ni kwa neema. Haleluya. Wameyakubatia mpaka Mungu akiwaambia mnakufa leo, wanaanza kulia. Wakisikia COVID hawatoki kwa nyumba. Na hadi matihubiraga inioro. Watu wafuniki. Wanaenda kwa imani. Na nilikwambia last time kuna tajiri alikuja pahali mama yangu anafanya kazi. Wale folidi. Na akasema hapa nimeona vijana hawajafunika mapua. Ni mzee amebebewa nyuma, lakini wale wako nje wanamsubua. Anaona anakufa kesho. Sababu ndani yake hajui ya kwamba haya maisha ni kwa neema. Bado yeye anangangana. Haleluya. Wakati wako ngangana. Wakati vitu ni kwa neema. Unajua ya kwamba leo niko nazo na ninaweza kuamuka kesho kama sina chochote, lakini najua ni kwa neema. Sitakibishana na ndugu yangu. Muraidha wituona oradhimo. Hiyo sio shida yangu. Mimi najua maisha yangu ni kwa neema. Unajua ni wangapi ambao wamebarikiwa na matire na neemeo. Mtu anatembea na nyuma aiholetie chemist ya dawa na anagalia goro muno. Wadi wake nyumba anafungua, ako na chemist, ako na daktari anaingia kila siku, anaambiwa kula hii. Mimi niko hapa, sina daktari. Na kula mpaka msumari. Unasikia? Na nimepewa neema ya kwamba hata saa hii nimesimama. Na kile niko nacho nikiamuka kesho kama hakuna, atabaki kuwa Mungu. Mlango ni wa neema. Haleluya. Sijamiliki. Jugati dosi nesi ya kwa, nimejua ni kwa neema. Jambo la pili, mambo ya mbinguni ni ya uhakika. Haleluya. Ni ya uhakika. Sababu hawa walikuwa wanaingia kila siku. Haukuwa na uhakika utapona.
Kuna wengine wangetangulia na ungeishi bila uhakika, lakini kwa Yesu ni uhakika. Yesu alimwambia yule jamaa mwizi, na kuambia leo, sio kesho, leo tutakuwa pamoja nawe paradiso. Hiyo haikuwa maneno ya kubahatisha. Unajua wanasiasa mahali mangetuheanagia ino fara niendelekera rami katuiretwo maita maigana nirekirwo rami. Unajua hizo ni habari za kubahatisha. Watu wamenena mambo mengi ambayo ni ya wasiwasi, mambo hayana uhakika. Ni wacha ndigana merirwo nengo kwenda na ngagutigana tutigatigana tutigatigana. Unajua ni wangapi waliambiwa hivyo maneno matamu ukiriaga chips, ndio wamenyaga hizo chips ile atue. Baada ya yote hata miaka 10 haikuisha, sababu maneno ya mwanadamu haina uhakika. Ni wangapi wamepewa ripoti na daktari makakwera ni ugokuwa, mimi nimekuangalia, nimepima, naona hauta survive. Unaenda siku 2, siku ya 3 bado unaenda, na saa hii bado uko, sababu mwanadamu hana uhakika. Lakini safari ya Mungu akikwambia nitatembea na wewe, hiyo ni habari ya uhakika. Nitakupigania, hiyo ni uhakika. Nitakuponya, hiyo ni uhakika. Kaa kwangu mbinguni ni lazima, hiyo ni uhakika. Sio habari ya kubahatisha. Kwa Mungu ni uhakika. Haleluya. Kavogo murango yo wahigirwo, sababu kama bado kungekuwa na kizima goko Mucatha, kuna watu hapa mageraku ni thina. Haleluya. Hatungeweza kungangana kuingia ndani, lakini heri vile milango ilifungwa tukafunguliwa kwa neema. Tunasimama hapa bila pesa, bila mavazi mazuri, bila cheo, na Ngai witu ageka. Tutirabatara maundu maingi no goka kwa Ngai, na Ngai witu ni ekaga. Haleluya. Gutiramakania kana kwena munene wa bururi, no Ngai witu no arika. Gutiramakania kana nikurite wega ona kadena ritwe inene nja wa kanitha, no Ngai witu no arika. Murango wa tha, Mungu wa uhakika. Mungu wa uhakika. Bwana siwe sana. Kama kuge na Yesu, mambo ya uhakika. Tegekerete keu. Wacha milango ya kawaida ifungwe, akatufungulia mlango ya uhakika. Akatoa mkipitia hii nitatembea nanyi na mbinguni ni uhakika. Haleluya. Ona korone gukuruma, mbinguni ni uhakika. Na ndo wa gatatu amerire ya kwamba kwa Mungu ni za amani. Kwa Mungu kuna amani. Kuna amani moyoni. Kibaroza alisema nimepata amani moyoni. Sitaki mambo mengi, nimepata amani moyoni. Sitasubukana tena. Ndio atakogea na thayo. Yesu amerie ndiko mutigera utonga. Ndamutigera thayo. Na thayo wakwa mugie naguo. Uria utangiheanwo ni thi, uria utangimenyekana uria utarie, na ndugathake na kiugo kiu. Uria utangimenyekana uria utarie, sababu ni ya maajabu. Haleluya. Watu wanafurahi na kununua plot. Nagorire. Ukikutana na yeye na huku Roiro Murera akitembea, jambo la kwanza unajua nimenunua plot, mpaka ameenda pale, amepaki gari, amelala hapo nje. Ati mugundo mbona teri uyu ni wako. Akomete hau mugundaine, ria-ine. Komete ria-ine. Nakwambia sasa niko na amani. Najua vijana wangu watakaa hapa, watajenga hapa, amepata amani moyoni. Nikuheokia. Wewe uratheka ukagwa thi, na nduri kindu. Ona wewe mukobori. Unacheka unaanguka. Unamwambia wewe na kiea niende na Yesu. Niende na Yesu. Na ukamwinena rwimbo, hata kama sitawaachia kitu, mimi nitawaacha moko-ine ma Ngai. Ucio muini ale muteithie. Ona ukorwo ndikamatigera kindu, ngamatiga guoko-ine kwa Ngai. Ngai ucio ni urandwarire, ona oni akamatwara, tondu ni Ngai wa ihinda ringi. Kwa nini nisumbuke? Na Yesu amenipa amani. Bwana asifiwe sana. Na ndio naona tunakula, tunakunywa, tunavaa vizuri, tunarukaruka, sababu tumepewa amani ya Yesu. Tumekaa naye moyoni. Haleluya. Heri kuwa na Yesu juu alilokataliwa. Maandiko yanasema sababu hakuna wokovu katika mwingine yeyote, na hakuna jina lingine lilipasalo mwanadamu kuokoka isipokuwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Wacha tuwe na utajiri wa Yesu. Usifadhaike moyoni, kuwa na utajiri wa Yesu. Haya mambo matatu, ya kwamba kwa Yesu hakuna kungangana. Kawaida wacha ifungwe. Kwa Yesu kuna amani. Kwa Yesu kuna uhakika. Hayo ndio mambo ambayo yamekuwa ya msingi katika maisha yangu. Diregia rege wapendwa, rekei huruke na Yesu. Haleluya. Tuhuruke na Yesu. Tuhuruke na Yesu. Haleluya. Kuna rafiki wangu moja, nimemaliza.
ambaye alienda ng'ambo. Akaniuliza, naomba hujagia ndogo? Sababu wakati alienda pale hawezi pata nafasi ya kusimama ahubiri. Hata watu hawana wakati wa kuhubiriwa. Ananiambia hata wakati wake binafsi hana wa kujiombea. Naomba hujagia. Nikamwambia tugugikate okay. Na tuwe kwa Ngai. Ruo na ikigwo mothere ta jirai wapendwa ri. Ingianjia ha. Na ingithie kwa riu nimekuhura. Yo ndana mahunjeria macakaya. Ngimeraga kwa Ngai mutioke. Mutioke kwa Ngai. Ni murona uria therire. Mutioke kwa Ngai. Ni murona uria itarakura. Mutioke kwa Ngai. Mutirore magego mothe mekanua. Mutioke kwa Ngai. Mutirore mbiriragia bue. Mutioke kwa Ngai. Alafu wende siku moja waambie nisongeeni nimeingia. Watakupiga, watakuuliza kwa Ngai ri. Niki uragire? Wapendwa, ngugicoka na thutha thieko. Na pahali ambapo nimeacha ndio niko na maadui ambao nimewahubiria habari ya ufufuo na uzima. Nitaenda wapi? Tamwirire ngothieko. Haleluya. Alikuwa ngehunjirie nitaenda wapi? Nitakaa hapa hata kama nitafika mbinguni. Niambiwe sorry gutiare muoyo. Sorry mbona gutiare muoyo? Ona gutiare jehanamu. Onde macio matiare mama. Ngamera tondu uguo ndaikarire niguo ndagirire ndonire utugi wa Ngai. Nikaba njikare uguo ngakora gutire. Gukira guikara tao ngakora ni kware tondu ndiwe nganjia ha. Haleluya. Ana suwe sana. Rekei tuikare ta kuri. Tondu ni twirigagirira ni kuri. One maikare ta gutari. Tucamanirie haria. Niguo tukamera kwa Yesu kulikuwa kwa amani na hiyo amani imezidi kuwa amani. Ona niguo tena na tena. Ana suwe sana. Tuamini Yesu kama milango ya eneo yote ya kawaida Mungu ataifunga. Mungu atuongoze kwa mlango wa neema. Hatujasoma kupata utajiri wa level ige, lakini kuna neema. Hatuwezi kuandika personal doctor. Unajua kuna mtoto anazaliwa na daktari private. Akoraga garija imwetereire. Gari ya goro muno ya kuhorera bara. Akinyaga muci akora ndikirwo mundu wa wira. Aliaga irio cio facility. Gatanukagirwo. Akura vizuri. Akoraga ogwo andu makoiga he. Rukungu aruiguaga aruonaga akuona aruonaga. Mwana muciare. Hena ungi uciaragwo na ndathia acagirwo nyumba. Ona kanyuini gucaririria. Utikoragwo ndekwiregereirwo. Nikuo ikuhuragwo. Ndekwiregerei tigo ari kinya gweterwo ni madagitari. Ndekwiregereirwo. Kanyui gya gucaragio na kou na koneka. Na atigwo ni nyina tondu ekurikitie nguo. Nyina agarikie nguo. Na ndukae gwiciria ukakuria wega. Ukakuria kiria turiaga. Tumutanukire. Amenye kari ekume. Ekumeria. Eke ngwire. Wengi wa hao ninaongea juu yao ni hawa. Aria matanukeirwo. Aria makorire gutiari kahiu ni gucario gacaragio. Aria merirwo eterera ngarikie nguo. Aria ona kiratu maronire magimara. Na reke ngwire Ngai ucio wa hindi iyo nowe uyu na kuria turathie areka manene. Areka manene wapendo. Areka manene. Haleluya. Reke tuikare kwa Ngai. No ndu atukuhoya umuthi. Tutirahoya utonga. Ona twarehe gicunje gitu. Tutikwira Ngai. Tuhe utonga makiria maira. Tuteithie kurikia wega. Tuteithie kurikia wega. Tuteithie kurikia wega. Nigetha wira wothe ndukanorire thi. Tugacemanagia kuria na njiraga mamu no ndakwiraga ni tukurikia. No ndakwiraga ni tukurikia. Na ngamwiraga tigo uguo ndu maigaga ni ndamwiraga mari ari wa Ngai. Ari wa Ngai munene muthuri uria. Ngai witu ni atukite wega. Bwana asifiwe sana. Na igwira muini wa rwimbo wainire rwimbo akiuga Muhunjia ni wa Ngai. Ngai munene Ngai uria uturaga tene. Muhunjia ni wa Ngai. Ngai munene Ngai uria uturaga tene. Muhunjia ni wa Ngai. Ngai munene Ngai uria uturaga tene. Na mari ni wa Ngai. Ngai munene raga. Haleluya. Eka ndio sotimwega.
ndocio no Ngai tuli Ngai ona musathane ya Ngai Ngai munene Ngai uria turaga ithuothe tuli Ngai Ngai munene Ngai uria turaga tucokerie Ngai ngari. Bwana, tumekushukuru mchana wa leo kwa ajili ya neno lako. Asante sababu ya kunena nasi mchana wa leo Bwana. Neno lako ni uzima, ni ufufuo. Maandiko inasema hakuna jina lingine lolote limpasao mwanadamu kuokoka tulioachiwa chini ya mbingu isipokuwa jina lako Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Paulo akawaambia Wafilipi, ndio jina lililoinuliwa sana juu mbinguni, huku duniani na hata chini ya ardhi. Umetukumbusha leo ya kwamba milango ya kawaida uliifunga wakati ulifungua mlango wa neema. Na Yesu kanenwa katika Yohana na akasema wewe peke yake ndio mlango wa neema, ni kwa sababu wewe ndio njia, ndio kweli na ndio uzima. Hakuna yote atakayefika kwa Baba isipokuwa kwa njia ya wewe. Nasi mchana wa leo Bwana tunaamini ya kwamba tunakutumainia Bwana, utatuongoza Bwana, unaenda kutupigania katika hali hii. Ombi letu mchana wa leo ni kwamba tusaidie wote kwa pamoja tukamalize vyema katika safari hii. Kusikue hata mmoja wetu atakayebaki, lakini wacha nguvu na uwezo ambao ulitupa katika kitabu cha Luka ya kukanyanga nyoka na inge ikaandamane pamoja nasi tukaweza kuushinda ulimwengu kupitia wewe Yesu ambao ulishinda kifo na mauti. Usifiwe na utukuke Bwana, kwako tunajiwachilia tukiamini Bwana tutamalizia vyema na tutafika mbinguni ambao ndio urithi wa utakatifu. Katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai tumeomba na kushukuru. Muradhime we wiki we mwambararie we wiki we muneneire ngoro yakwa nakwinyihiria iwambire Ngai gĩciothe nĩmĩhiana